Karibu kwenye safari ya imani. Leo tutajifunza jina la Mungu Jehova Nisi. Bwana ndiye bendera yangu. Tutasoma Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka 16 na kugundua jinsi Mungu anavyopigania vita vyetu. Hebu tuanze kwa maombi mafupi. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako tukikuomba Roho Mtakatifu atufundishe. Fungua mioyo yetu kuelewa jina lako kama Jehova Nisi. Bwana ndiye bendera yangu. Tunaomba neema ya kujifunza, kuelewa na kutembea katika ushindi wako. Kwa jina la Yesu, amin. Sasa tusome neno la Mungu pamoja. Kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Kisha Wamelek wakaja kupigana na Israel huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, chagua watu ukatoke kupigana na Wamelek. Kesho nitakuwa juu ya kilele cha kilima nikiwa na fimbo ya Mungu mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Wamelek, naye Musa na Haruni na Huru wakapanda juu ya kilele cha kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake juu, Israel walishinda, lakini aliposhusha mkono wake, Wamelek walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, naye akaketi juu yake. Haruni na Huru wakainua mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikawa imara hata jua lilipotua. Yoshua akawashinda Wamelek na watu wao kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika jambo hili katika kitabu cha ukumbusho na umwambie Yoshua kwamba nitafuta kabisa kumbukumbu ya Wamelek chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Jehova Nisi, kwa sababu alisema, mkono umeinuliwa dhidi ya kiti cha enzi cha Bwana. Bwana atakuwa na vita na Wamelek kutoka kizazi hata kizazi. Hili ndilo neno la Bwana. Tuendelee kujifunza maana ya jina hilo Jehova Nisi kwa kina. Jina Jehova Nisi linatokea katika Kutoka 17 mstari wa 15, ambapo Musa alijenga madhabahu baada ya ushindi dhidi ya Wamelek na akaipa jina Yawe Nisi. Maana yake Bwana ni bendera yangu. Bendera ilikuwa ishara ya ushindi, mamlaka na uongozi. Kwa hiyo tunaposema Jehova Nisi, tunakiri kwamba Mungu ndiye anayetupigania, anayetutangulia vitani na anayetupa ushindi. Wamelek walikuwa kina nani? Wamelek walikuwa uzao wa Esau kupitia mjukuu wake Amalek, kama ilivyoandikwa Mwanzo 36 mstari wa 12. Walijulikana kama watu wa jangwani, waliokuwa waporaji na wakatili. Hawakuwa na hofu ya Mungu. Katika Kumbukumbu ya Torati 25 mstari wa 17 mpaka 18 tunaelezwa kuwa Wamelek waliwashambulia Waisrael kwa hila. Hawakuwashambulia mbele, bali waliwavamia nyuma, mahali palipokuwa na wanawake, watoto na wazee, sehemu dhaifu. Tunajifunza nini hapo? Ndivyo shetani alivyo. Hashambulii mahali ulipo na nguvu, bali anatafuta udhaifu wako. Ndiyo maana tunahitaji bendera ya Mungu juu yetu, Jehova Nisi. Tunajifunza pia Israel hawakuwa na uzoefu wa vita. Waisrael walikuwa watumwa kwa miaka 400. Hawakuwa askari, hawakuwa na mafunzo ya kivita, lakini walipoingia jangwani wakakutana na vita vya ghafla. Lakini Mungu hakusema jifunzeni kwanza, bali alijionyesha kama Jehova Nisi, aliyepigana kwa ajili yao. Ushindi wao haukutegemea silaha, bali uhusiano wao na Mungu.
Tunajifunza hapa hata sisi hatuhitaji kuwa wataalamu wa kila kitu. Tunahitaji kumtegemea Bwana wakati adui anakuja ghafla. Mungu anaweza kupigana kwa ajili yako hata kama hujajiandaa. Tunajifunza pia wapendwa, Musa na kupandisha mikono. Wakati vita vilipoanza, Musa alipanda juu ya kilima, akainua mikono yake juu akiwa na fimbo ya Mungu. Wakati mikono yake ikiwa juu, Israeli walikuwa wanashinda, lakini mikono yake ilipochoka, Waamaleki walipata nguvu. Hapo ndipo Haruni na Huri walikuja, wakamsaidia Musa kuinua mikono yake. Walimweka kwenye jiwe, kisha wakamshika mikono. Mikono yake ikabaki juu hadi jua lilipokuchwa. Tunajifunza nini? Kila mtu anahitaji Haruni na Huri. Marafiki wa kweli ni wale wanaokusaidia kubaki katika maombi, wanaokuinua wakati wa uchovu. Ushindi si wa mtu mmoja, ni wa jamii inayosimama pamoja. Pia wapendwa, tunajifunza hapa jinsi adui anaweza kuwa ndani ya familia yako. Waamaleki walikuwa ndugu wa damu waliotoka kwa Esau, ndugu wa Yakobo, lakini bado walikuwa adui. Hii ni ishara kuwa wakati mwingine mashambulizi yanaweza kutoka kwa watu wa karibu, hata wa familia. Yesu alisema Mathayo 10:36, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Tunajifunza nini hapa? Usione aibu kusema ukweli au kupigana kiroho kwa sababu mtu ni wa familia. Adui ni adui, hata kama ni ndugu, lakini vita vyetu si vya mwili, ni vya kiroho, kama ilivyoandikwa Waefeso 6:12. Funzo la mwisho ambao tumejifunza hapa ni Jehova Nisi anatupa ushindi. Musa alijenga madhabahu na kusema, Bwana ndiye bendera yangu. Hii ni ishara kuwa ushindi wote unatoka kwa Bwana. Hakutegemea nguvu za Israel, bali neema ya Mungu. Leo msalaba wa Yesu ndiyo bendera yetu. Alishinda kwa ajili yetu. Hatupigani ili tushinde. Tunapigana kwa sababu tayari tumeshinda kupitia Kristo. Je, wewe umewahi kushambuliwa upande wa udhaifu wa maisha yako? Tushirikishe, ilikuwa hali gani na uliona mkono wa Mungu aje kusaidia? Ni akina nani Haruni na Huri katika maisha yako? Taja mtu aliyekusaidia kusimama kiroho wakati ulikuwa umechoka. Unapopigana vita vya kiroho, huwa unajikumbusha nini? Andika mstari wa Biblia unakutia moyo wakati wa mapambano. Je, Bwana ni bendera yako kweli? Katika eneo gani la maisha yako unahitaji kuinua bendera ya Bwana leo? Umeshawahi kuumizwa na mtu wa familia? Je, ulijifunza nini juu ya kusamehe na kushinda kwa upendo wa Mungu? Umejifunza nini leo kuhusu jina la Jehova Nisi? Tuandikie mafundisho uliyopokea, tunaweza kujifunza kutoka kwako pia. Nina furaha sana kuwa pamoja nawe leo, na ninaamini umebarikiwa na umepokea neno la imani, faraja na nguvu mpya. Usisahau kucomment, share, follow Instagram yangu Safari ya Imani, na usisahau kusubscribe hapa YouTube na bonyeza kengele ili usikose mafundisho yajayo. Asanteni.